Hii ni Kiko Media, nikusihi sana mdau wangu kuendelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila wakati. Nikukaribishe mdau wa Kiko Media moja kwa moja tukaangazie makala leo, ambapo leo tutazungumzia namna ambavyo tunaweza kuboresha afya zetu. Afya ni kila kitu. Ili uweze kufanya kazi kwa bidii, lazima uwe na afya bora. Ili ufanye jambo lolote kwa umahiri na kwa umaridadi, lazima uwe na afya bora. Karibu tuangazie makala yetu. Kuna msemo usemao kinga ni bora kuliko tiba. Baadhi ya magonjwa hayaepukiki. Hata hivyo, bado kuna mambo mengi tunaweza kufanya ili kupunguza hata kuzuia kuanza kwa ugonjwa wenyewe. Karibu tujifunze mambo kadhaa ambayo yanaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba tunaziboresha afya zetu au afya zetu zinakuwa bora. Moja ni kudumisha usafi. Ni rahisi kupata homa au mafua kama utagusa pua au macho yako huku mikono yako ikiwa na viini. Njia bora ya kujilinda na maambukizi ni kunawa mikono yako. Kudumisha usafi kunaweza pia kuepusha kuenea kwa magonjwa hatari kama kipindupindu. Ni muhimu kunawa mikono ili kulinda afya yako pamoja na afya ya watu wengine. Unapaswa kunawa mikono baada ya kutoka chooni. Pia unapaswa kunawa mikono baada ya kubadilisha nepi ya mtoto au kumsaidia mtoto akiwa chooni. Unatakiwa kunawa mikono kabla na baada ya kutibu jeraha au kidonda. Unatakiwa kunawa mikono kabla na baada ya kumtembelea mgonjwa. Unatakiwa kunawa mikono kabla ya kutayarisha au kuhudumia au kula chakula. Unatakiwa kunawa mikono baada ya kupiga chafya au kukohoa. Unatakiwa kunawa mikono baada ya kumgusa mnyama au kinyesi cha mnyama. Unatakiwa kunawa mikono baada ya kubeba takataka na kwenda kuzitupa. Usifikirie kwamba kunawa mikono yako kikamilifu ni jambo lisilo muhimu. Uchunguzi unaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wanaotumia vyoo vya umma hawanawi mikono yao vizuri au hawanawi kabisa. Unapaswa kunawa mikono yako. Mbili ni kutumia maji safi. Hata hivyo, kupatikana kwa maji safi kunaweza kuwa ni tatizo popote ulimwenguni ikiwa chanzo kikuu cha maji safi ya kunywa kitachafuliwa kutokana na mafuriko, kimbunga, kuharibika kwa bomba au jambo lingine lolote. Ikiwa chanzo cha maji si safi au hakijatunzwa vizuri, maji yanaweza kusababisha magonjwa yanayotokana na vimelea kama vile kipindupindu, ugonjwa hatari wa kuharisha, homa ya matumbo. Kuna mambo mengi tunaweza kufanya ili kupunguza au kuzuia kuanza kwa ugonjwa wenyewe. Mara nyingi mtu huambukizwa ugonjwa wa kipindupindu baada ya kunywa maji au kula chakula kilicho na viini kutoka kwa watu walioambukizwa. Unaweza kuchukua hatua gani ili kujilinda hata baada ya kupatwa na ugonjwa au maambukizo mengine yanayotokana na maji yasiyo salama? Hakikisha kwamba maji unayokunywa, unayotumia kusafishia meno, unayogandisha barafu, kusafisha chakula au vyombo au kupikia yanatoka kwenye chanzo kilicho salama, kama vile bomba ya umma yenye maji yaliyowekwa dawa ili kuua viini na maji ya chupa yanayotengenezwa na kampuni inayoaminika. Ikiwa maji ya bomba unayotumia si safi, chemsha maji kabla ya kutumia au kuweka dawa ya kuua viini. Unapotumia kemikali au dawa za kuua viini katika maji kama vile chlorine au dawa za kusafisha maji, fuata maelekezo ya watengenezaji wa bidhaa hiyo ambayo unaitumia. Tumia mashine ya kuchujia maji iliyo bora ikiwa inapatikana au ikiwa unaweza kununua. Siku zote hifadhi maji safi katika vyombo vilivyo safi na ufunike ili kuzuia yasichafuliwe kwa namna yoyote ile. Hakikisha kwamba vyombo vinavyotumiwa kuchota maji kama vile kikombe vipo safi. Mikono yako inapaswa kuwa safi unapotumia au unapogusa vyombo vinavyotumiwa kutunza maji, au usitumbukize mkono wako au vidole katika maji ya kunywa. Tatu ni kula chakula kinachofaa. Mtu anahitaji chakula chenye lishe bora ili awe na afya nzuri. Soma maelekezo yaliyo katika pakiti ya bidhaa unayoweza kununua ili uweze kununua chakula cha nafaka. Vyakula hivi vina virutubisho na nyuzi kuliko vyakula vinavyotokana na nafaka zilizokobolewa. Punguza kiasi cha mafuta kwenye chakula unachokula, mfano kama sausage, nyama, siagi, keki pamoja na biskuti. 4. Fanya mazoezi. Bila kujali umri wako, unahitaji kufanya mazoezi
ili uwe na afya nzuri. Watu wengi leo hawafanyi mazoezi ya kutosha. Kwa nini ni muhimu kufanya mazoezi? Kwa sababu kufanya mazoezi kunaweza kukusaidia kulala vizuri, kuweza kutembea kwa wepesi, kuwa na mifupa na misuli yenye nguvu, kudumisha au kuwa na uzito wa mwili unaofaa kiafya, kupunguza hatari ya kuwa na ugonjwa wa moyo, kupunguza hatari ya kufa mapema. Ikiwa hufanyi mazoezi, huenda ukapatwa na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa kisukari, kupatwa na shinikizo la damu, mwili kuwa na uzito kupita kiasi, kupatwa na kiharusi. Kwa kuwa mazoezi yanafaa, yanategemea na umri na afya ya mtu, ni vizuri kuwasiliana na daktari wako kabla ya kuanza kufanya mazoezi. 5. Pata muda wa kulala vizuri. Chumba cha kulala kilicho tulivu, kiasi kinachohitajika kwa usingizi kinachotofautiana kati ya mtu mmoja na mwingine. Watoto wengi wachanga hulala kwa saa 16 hadi 18 kwa siku. Watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka 3 hulala kwa masaa 14, na wale wenye umri wa miaka 3 hadi 4 hulala kwa masaa 12 hadi 11. Watoto walio na umri wa kutosha wa kwenda shule kiujumla wanahitaji kulala kwa masaa 10, vijana kwa saa 9 au 10, na watu wazima wanalala kwa masaa 7 au 8. Afya yako ikiathiriwa na hali ambazo huwezi kuzuia kama vile uchumi, upatikanaji wa huduma muhimu na mambo mengine. Pamoja na hayo, unapaswa kuhakikisha kwamba unafuata baadhi ya maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya.